Wanaume ukimuuliza swali moja, je, ni nani aliwahi kugusa hata tumbo la mke wake akiwa mjamzito? Wengi watakushangaa na watacheka kwa sababu wanaona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Ni katika kikao cha tathmini ya miezi mitatu ya utekelezaji wa programu jumuishi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoani Kagera kilichowashirikisha wadau mbalimbali wa mtoto. Licha ya kubainishwa kwa mafanikio kadhaa ya programu hiyo, katika uwasilishwaji wa taarifa mbalimbali za wadau likaelezwa swala la ushiriki duni wa wanaume katika malezi ya mtoto hasa eneo la afya. Changamoto hii ni kubwa. Sasa nipende kusema kwa halmashauri yetu, sijui ni mila na desturi au ni mapokeo, lakini ni kubwa, kwani wanaume wengi hawaendi na wake zao kliniki, na ni tatizo kwa sababu hawajui hata makuzi ya mimba. Manake ile mimba inatakiwa ilelewe na watu wote wawili, na mtoto anajengwa akiwa tumboni mpaka anapozaliwa, anapokelewa, anaendelea kujengwa na kukuzwa na wazazi wote wawili. Kwa hiyo mwitikio wa wazazi hasa upande wa wanaume ni mdogo mno kuhudhuria kliniki. Aidha sijui ni kwa sababu ya mapokeo ama mila na desturi ama mazingira au shughuli nyingi za kijamii, lakini wanaume walio wengi upande wa Wahaya, labda nisijue makabila mengine, hawafiki kwenye kliniki na wake zao. Wanawake wanakuja peke yao, na unakuta sasa mwitikio unakuwa mdogo katika kutoa huduma za kijamii za malezi na makuzi ya watoto. Unataka kutuambia wao wanahusika au wamekuwa wakijitokeza zaidi pale mtoto anapojifungua, lakini kabla ya kujifungua wamekuwa ni changamoto kwenye kushiriki? Kabla ya kujifungua ni changamoto kushiriki. Kwanza ukiwa unazungumza na wanaume, ukimuuliza, ukibahatika kupata mafunzo ya wanaume wachache waliohudhuria, ukiuliza swali moja, je, ni nani aliwahi kugusa hata tumbo la mke wake akiwa mjamzito? Wengi watakushangaa na watacheka kwa sababu wanaona kwamba ni kitu ambacho hakiwezekaniki, na hawajui kwamba ule mguso ni sehemu ya makuzi, ni sehemu ya faraja, ni sehemu ya ya upande wa saikolojia. Sisi tunasema inavuta hisia chanya za kila binadamu. Kwenye upande wa wanaume kushiriki kwenye masuala ya malezi, makuzi ya awali ya mtoto ni hafifu, na ni kwa sababu naona ya tamaduni zetu, vile wanaume wengi wanajikita sana kwenye utafutaji wa pesa. Labda kwa mfano kwa halmashauri yetu ya Kyerwa wanajikita kwenye shughuli za kilimo, ufugaji na uvuvi na shughuli zingine za kiuchumi kama biashara. Kwa hiyo muda mwingi unakuta mwanamke ndo anayeshinda na watoto, ndo hata kama mbeba ujauzito atahudhuria kliniki peke yake. Wengi unakuta hawajui umuhimu wa kufanya hivyo. Pia kwenye kliniki za mama na mtoto pia tunawaelimisha wakina mama umuhimu wa kuja na wenza wao wakati wa mahudhurio ya kliniki. Isa Mlimi ni mratibu wa programu jumuishi ya kitaifa ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto mkoani Kagera. Anakiri kuwapo kwa changamoto hiyo, akidai kuwa swala hilo lina athari kubwa katika ukuaji wa mtoto. Ni kweli limetolewa taarifa, ndugu mtangazaji, na ni kweli linaumiza sana kuona ushiriki wa wanaume umekuwa ni mdogo sana kuanzia ngazi za familia. Hapo tunatengeneza kizazi gani? Tunatengeneza kizazi ambacho sio kizuri huko mbeleni. Na mara nyingi katika uhamasishaji ambao tunaenda kufanya katika ngazi za jamii kule chini, hususan kwenye ngazi za familia, tunataka hizi familia, baba na mama, wale watoto wao kwa pamoja, kwa sababu tunaamini kabisa malezi ya pamoja yanamjenga mtoto kiakili, kisaikolojia na kila kitu. Kwa hiyo mkishirikishana katika malezi, huyu mtoto akamtambua baba vizuri, huyu mtoto akamtambua mama vizuri, hapo mnakuwa mnatengeneza malezi ambayo ni mazuri zaidi. Ukiangalia kwa kizazi cha sasa hivi, kuna tafiti moja ilifanywa hivi karibuni. Inaonekana watoto wengi sasa hivi ule ukaribu na wazazi wao wa kiume unakuwa unaanza kupotea. Hii inatengenezwa na nini? Kutokana na kwamba wazazi walio wengi hawatengenezi ukaribu wa kukaa na watoto wao. Na sisi tunasisitiza sana wazazi wa kiume wakae na watoto wao, wawalee kama wanavyowalea wakina mama. Hii itatengeneza kitu kimoja kinaitwa social bond. Kitatengeneza upendo katika familia. Huyu mtoto ukimjali, wewe mwanaume ukimjali huyu mtoto kuanzia yuko mdogo, huko mbeleni atakuja kukupenda zaidi ya wewe unavyofikiria. Kwa sababu ule ukaribu, ile attachment ya karibu kutoka kwa mzazi wake wa kiume inakuwa inapotea. Na sisi tunataka tutengeneze ile attachment iwepo, yani kati ya baba na mtoto wake na kati ya mama na mtoto wake. Na ndio maana inafikia mahali huku mbeleni unaona watoto wengi wanatokea kuwapenda sana mama zao kuliko baba zao. Hii yote inasababishwa na nini?
kutokana na wanaume kulegalega katika malezi. Wizara ya Maendeleo ya Jamii inawataka wadau mbalimbali kutoa elimu kwa wanaume ili kutambua jukumu lao katika malezi tangu kutungwa kwa mimba hadi malezi ya mtoto. Kwa jina naitwa Merishila, natokea Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Ukiachana tu na mila na tabia za makabila mbalimbali, kila kabila nafikiri lina tabia zake na mila zake na nini cha kufanya. Kikubwa ni elimu. Ukimwelimisha mtu anaelewa. Na elimu inayotolewa mpaka sasa hivi, wanaume wengine wameshaanza kuhudhuria kliniki, wanawasindikiza wake zao kliniki, na mwingine unamkuta kabisa kabeba na mtoto, kabeba na vile vifurushi vyote vinavyotakiwa mtoto awe navyo kwa kwenda kliniki. Ni elimu tu ambayo tukisema mila na desturi, ndio mila na desturi ndio, lakini pia elimu. Umetaja kama changamoto na zaidi ya halmashauri 3-4 za mkoa wa Kagera. Pengine unafikiri kuna namna ambavyo ina athari kwenye swala la malezi na makuzi ya mtoto? Athari inaweza ikatokea kwa sababu wewe ukiwa unasema kwamba mimi natunza mtoto kwa kutoa matumizi, mtoto pia anatakiwa baba akae na mtoto aongee naye kwamba kuna hiki na hiki na hiki. Mama kama mama kwenye sehemu yake anakaa anaongea naye, na baba naye anatakiwa akae sehemu yake aongee na mtoto ili mtoto naye ajue kwamba kuna malezi na matunzo. Kama matunzo utatoa, lakini kuna malezi baada ya matunzo. Ni elimu tu hapo inayotakiwa basi. Naamini wakishapata elimu inayotakiwa atabadilika. Nani ana wajibu wa kutoa elimu? Sisi kama wataalam tukishatoa elimu kwa wadau wetu, na mimi kama mimi peke yangu kiniambia nikae napita sehemu kutoa elimu haitawezekana. Lazima nikae na kama nyinyi hapa tunavyoongea. Tayari umeshasikia kwa ndani kwamba watu wanalalamika wanaume washiriki kwenye masuala ya kushirikiana na mwanamke kulea watoto. Lakini wewe hapo hiyo elimu leo usikie huko ndani, ukikaa na mwanaume mwenzako si utamweleza? Na huyo uliyemweleza naye akishakuelewa naye hivyo tunaenda tunapeana taarifa, mwisho wa siku tutakuta tunacheza kwenye sehemu moja ambayo tunatakiwa tucheze. Sisi kama mkoa na halmashauri tunaamini kwamba baba kama baba wa familia ambaye anatarajia kupata mtoto ana umuhimu wa kumlinda mtoto wa kumlinda mama akiwa na ujauzito mpaka atakapojifungua. Kwa hiyo ushiriki wa baba ni wa muhimu sana. Wito wangu ni kwamba tunaamini kwamba wanaume wanaweza. Hivyo tunawapa wito wa kuja kushirikiana na sisi ili tuweze kujenga taifa la kesho. Achileusi Yakuze ni mwanasaikolojia. Anasema swala hilo linachangiwa na changamoto ya kisaikolojia. Kisaikolojia na kimaadili linatokana na malezi, lakini pia elimu. Mara kwa mara wanaume katika malezi yao hawashirikishwi kushiriki malezi. Kwa mfano, tunaona majukumu mama huwa yanaelekezwa kwa watoto wa kike. Tunasema majukumu mama ambayo ni ya majukumu ya feminine. Majukumu hayo mwanaume analelewa tangu mwanzo, kwa sababu mtu anakuwa mtu kwa misingi miwili. Tuna nurture na nature, maana yake asili na mazingira. Sasa mwanaume mazingira yanamtenga na malezi tangu akiwa mtoto mdogo. Tunampa ubaba, na ubaba mara nyingi ni wa kifeudo, ni wa kikabaila, ni wa kiutawala. Sasa mara nyingi watawala hawashiriki katika mambo madogo. Kwa hiyo wanaume wanajengwa kisaikolojia kwamba ni watawala, na hilo limeingia kwenye vichwa vya wengi mpaka likawa utamaduni, likawanacha wanaume, ikaonekana kama ndivyo ilivyo. Kumbe msingi mkubwa tunaotakiwa sasa hivi ni kuwaondoa na kuwapa elimu sahihi kwamba malezi ni ya wote, na malezi yanaanzia mimba. Ndilo hilo tunalotaka kuwafanya. Lakini kwa kuwa mwanaume abebi mimba, anaona si wajibu wake. Lakini wajibu wa kutunza mtu mwenye mimba ni mwanamume zaidi ambaye anabeba msalaba huo. Tunapata changamoto kubwa sana katika kuwaengage wanaume katika masuala mazima ya malezi. Ziko changamoto ambazo ni pamoja na kama wanavyosema wao kwamba kuna zile mila na desturi ambazo zimekuwepo hasa kwa makabila yetu sisi Wahaya, kwamba masuala ya malezi sio swala la wanaume. Yeye mwanaume anasema kazi yake ni kutafuta chakula, lakini anasahau kwamba yeye anahusika pia katika masuala mazima ya kuhakikisha kwamba mtoto
anapata malezi ya pande zote mbili, kwa baba pamoja na kwa mama. Kwa hiyo sisi kama shirika tunachokifanya, tunatumia mbinu ya kutoa elimu ile ya mabadiliko ya tabia hasa kwa wanaume. Tunawafundisha wajue wajibu wao kama wanaume, lakini umuhimu wa ushiriki wao katika kuhakikisha kwamba mtoto anapata zile huduma za malezi, makuzi pamoja na maendeleo ya awali. Ni wajibu wa wazazi wote kushiriki kikamilifu katika kulea mtoto ili kuwezesha ukuaji wake kwa usahihi kimwili na kiakili.